Asifiwe tena. Nina furaha sana ndani ya moyo wangu. Mchungaji, tunakumbuka wakati nilikupigia simu asubuhi. Nilikuwa nimekosa nguvu kabisa. Lakini nashukuru Mungu sana kwa sababu niliona Mungu wa hili madhabahu. Nilikuwa sijaamka, nikapigiwa simu na kijana yangu. Akaniambia, mama, amka, nimepata ajali. Mchungaji, nafurahi sana. Nashukuru Mungu sana. Kwa sababu kabla wakati nilitoka tu kwa kitanda nikakupigia. Sijui uliniombea ulifanya nini sijui. Juu mimi nilikimbia. Wakati nilikimbia aliniambia, mama, tupate rifaru. Mimi nilichukua pikipiki nikaenda mpaka rifaru. Kusema hakika, wapendwa, kuna Mungu mbinguni. Kuna Mungu. Mtoto wangu alitoka Langas, alikuwa na gari, alikuwa anaenda kasi. Akaniambia kufika tena hivi, akapata mchana, wamebebana na kijana, wakaenda wakiwa mbele yake. Sasa aliniambia tu, kufunga macho na kufungua, alisikia tu kuangalia ndio mchana wenyewe kwa barabara katikati. Sasa vile alikuwa anataka kuhepa, niwage, aliniambia ngeenda mbele, akanyaga mtoto ya wenyewe kichwa. Lakini alienda kando. Kwenda kando alikutana na pikipiki nyingine. Ilikuwa inatoka town inaelekea juu. Ikagonga gari. Pikipiki ikaisha kichwa. Ikaisha kabisa. Kuisha kabisa. Mwenye alikuwa kwa pikipiki juu akarudishwa kwa kioo yake juu. Akarudishwa chini. Lakini wapendwa, waiteni niwaambie, kuna Mungu anatetea imani yangu. Kuna Mungu, kuna Mungu. Hakuna mwenye aliumia. Kijana yangu nilipata akiwa salama. Mwenye alianguka kwa gari yake tu, alikuwa anapasuka tu hapa kwa mdomo. Hata alipelekwa rifaru, alipelekwa district. Niliona Mungu na nikashukuru sana. Juu niliambiwa walikuja waliniambia, huyu mzee angekufa juu hiyo pikipiki baada alirukia hiyo chuma inatungia anafunga kifua mtu anaenda, lakini hakuumia. Aliumia tu kidogo sana. Ninashukuru Mungu sana. Sumbe Yesu makofi mazuri. Wakati sasa mimi nilifika, nikakaa kidogo, bibi ya mke wake wakakutana. Bibi yake akakuja. Bibi yake kukuja, tukaongea. Kile mzee alisema tu tutakuja hapa posti kuripoti. Tukakuja tukaripoti sasa. Kukuja kuripoti. Wenye tulipata hapa, mwingine alikaibiwa na pepo, spirit. Akauliza huyo mzee, sasa vile unasema utaki kesi. Kama utaki kesi, kwa hivyo umeshotewa, mfuko imejaa. Askari ndiye aliambia ni mzee, unasema unataka kasi na umegonga umeumia. Unasema utaki kesi, kwa hivyo umeshotoa, mfuko imejaa. Mzee akasema sio hivyo. Sisi na ndugu yangu tumeelewana. Tumejua ajali hakuna mwenye iwezi pata. Sasa wakati tulikuwa hapo, wakasema gari ipelekwe first, pikipiki ipelekwe first. Wakati tulitoka tu tukafika kwa gate, mzee akatuambia mnajua nini? Hatuwezi kujirudisha hapa. Twende tukiendaga mimi sio mgonjwa na hakuna bali umeumia. Kumbe tunajua Jumapili tuliongea. Nilienda nikafanya hivyo nikafunga. Kufunga, kumbe mimi nimefunga na mke wa huyo mtu naye ameoka kwa maombi. Wakati tulifika Pania, nikauliza huyo mama, huyu mzee atahesabu chai, alikuwa hajakunywa chai. Akaniambia yatahesabu. Tukaenda, kuna mama alikuwa anauza chakula hapo, tukaenda kushughulikia huyo mzee chakula. Tukaenda kushughulikia mzee chakula. Huyo mama akaniambia, "Siasa wewe au kunywa chai, unasema ukikuwa umekunywa chai." Nikamwambia, "Niko bali niko." Nikamwambia wewe, akaniambia hata mimi sikuli, hata kile kama wewe. Nilishukuru Mungu sana. Nikajua roho wa Mungu anaendana na watu wake. Amen. Sumbe Yesu makofi mazuri. Nikwambia ukimwamini Mungu hakuna ajali juu yako. Nikwambie ndugu zangu. Kuna mtu anasema hakuna ajali juu yangu. Sema kwa jina la Yesu. Juu ya maisha yako. Juu ya mwili wako. Juu ya kichwa chako. Ukirea mkono juu ya kichwa chako. Sema kwa jina la Yesu. Najitabiria. Hakuna ajali mbele yangu. Hakuna ajali mbele ya watoto wangu. Hakuna ajali kwa mandugu zangu. Roho ya ajali mwaka huu wa 2026 nimeizima, iko chini ya miguu yangu katika jina la Yesu. Huyo ni Mungu. Kupatana na ajali
watu waanguke mbele zako na usiwakanyange. Watu wapigwe na pikipiki waingie kwa gari yako ndani kwa kioo ndani na wasiumie. Hiyo ni pikipiki, sijui ni akina nani walitengeneza. Si kujua. Hata hakuna pesa nilitoa. Hakuna pesa yenye nilitoa ya chakula 200 na kwa hospitali kwa chakula nilitoa 100 na pikipiki na hospitali 200. Hakuna pesa nyingine nilitoa. Basi Mungu ni mwema. Hakuna pesa nyingine nilitoa. Mungu alinde watoto wako, hakuna ajali kwa watoto. Wabarikiwe na waishi maisha mazuri katika jina la Yesu. Kuna jambo lingine kwanza nataka niombe sana. Bali nawekanga vitu kwa hiyo nyumba ninawekanga. Dada yangu amefungiwa nyumba. Nafikiri amefungiwa nyumba. Rafiki yako ama nani? Rafiki yangu. Anadaiwa deni ya mwezi huu. Mwezi. Amelipa nusu na wanamwambia tena aongeze pesa nyingine na naamini atafunguliwa. Mwambie na afunguliwe. Hiyo nyumba katika jina la Yesu. Asante kwa ushuhuda. Ubarikiwe mtoto. Wewe ni mwana wa Mungu. Sana sana huyu mwanangu yeye ni pila. Yeye ni pila. Niliwaambia